naona hali ni mbaya, twende hospitalini. Maana hapa nimeng'atwa na nyoka. Sitaki tena kurudia makosa, twende. Bana mama, mimi niko sawa mbona? Asikia fadhali? Usitaki kunipa stress. Si unajua hali yangu tena. Mama naelewa. Kwa hiyo kama unajisikia vibaya twende hospitalini. Mimi niko sawa. Sasa Nifa kidogo ameniita. Kwa hiyo fungua chumbani hapa. Sasa mama unaenda wapi? Sitachelewa kurudi. Sasa hivi si umeniambia umetumia dawa? Mama naye unahangaika. Wewe si unaona na nyoka. Jamani, hata kama ndio babako amekufa, kwa hiyo nikae tu ndani. Umezidi mama. Sasa hivi tunarudi, mama Nifa ameniita hapa. Si unajua tena na yeye alia. Tena mahali ya mama Nifa. Naye ni mgonjwa kama mimi tu. Ngoja tu nikamuone mara moja narudi. Kwa hiyo fungua chumbani hapo. Mdogo wako akija sijui utamhudumia sijui. Ngoja mimi ni sawa mama, ina shida. Mimi tumbo likikaa poa nitaenda kuangalia kazi mama. Sawa mwanangu, haina shida. Sawa, nakuja sasa hivi. Yes. Ni narudia kwa upande wako. Sijajua ulikuwa na shida gani, ulikuwa unasemaje, maana umeniambia kwamba ila bado sijafuatilia sana, nilikuwa na msikilizo yupo. Sawa. Ambia awali mwenyekiti kwamba mimi na shida kweli kweli, yani ni shida ambayo niko nayo kwenye moyo. Mimi nasikia kuna mikopo ya serikali mwenyekiti ya mama. Lakini hii mikopo nashindwa tunaipataje sisi wananchi wadogo ambao kama sisi wafanya biashara wadogo. Kama mimi mwenyekiti, unajua niona hapa na hata unanifahamu, si kwamba unanifahamu. Nafanyia kazi hapo center, nifundishe rehani. Sasa nilikuwa natamani mwenyekiti nipate kama mkopo kakujikizi maisha yangu. Yani ndio shida yangu mwenyekiti, ndio hiyo kabisa kwamba naipataje. Maana nijaribu kuongea na jamaa wangu Jerome hapa akaniambia mwenyekiti atakusaidia. Kwa ndio hivyo. Yaani shida yangu sasa ni hiyo mwenyekiti. Ngoja nimuite kijana hapa ili niweze kukupa maelekezo. Sawa. Ili uweze kupata mkopo. Sawa. Mkopo utapata, maana vijana kama ndio tunawapenda maana